Now, there are people here, we call them in English pessimists. Na kama uko hapa na wewe ni rafiki ya mtu ambaye hajaongea kitu mzuri kwa ulimi wake, yeye ni kulialia kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kazi yake ni kulialia tu. One day, let me tell you, we were fasting when I was in college. I am also a teacher by profession. Nikaambia watu wangu tuende seminaries tuombee watu ambao ni wagonjwa. One of my CU members akaniambia, Pastor Bill, nasikia kama mwili wangu sio mzuri sana. Nasikia kama niko na malaria. Sidhani kama nitafaulu kwenda. Nikawaambia hapana, kwenda utaenda. You are in CU, wewe ni muombeshi. Utajikaza, lazima utaenda. Tukaenda. Tukafika St. Mary's Hospital. Tukatembea na jamaa, tukaenda ward inaitwa Luka. Hiyo ni ward ya watu ambao wamechomeka. Tukapata jamaa amechomeka almost 70% ya mwili wake. Kitanda ambacho amelazwa ndani sio kitanda cha kawaida. Ni kitu tu kama chuma wameweka hapo na wamemlaza hapo ndani. Akigeuka ni uchungu. Akilala sehemu moja ni uchungu. Akikaa ni uchungu. Akipinduka ni uchungu. Jamaa anasikia baridi, hawezi kufunikwa na blanketi, kwa sababu ukifunika blanketi wakitoa inatoka na nyama. Ule jamaa kaniambia, Pastor Bill, nilikuwa nasikia kama niko na malaria, sasa nimepona. Nimepona kwa kuona tu vile wengine wanateseka, nimeshapona. Kuna watu ambao hawezi kutosheka kwa maisha. Hata Mungu awafanyie nini, hawawezi. They will never content. Hiyo ilikuwa ni tabia ya wana wa Israeli. Na sasa mahali ambapo wako mahali panaitwa Horeb. Tell your neighbor, Horeb. Wako mahali panaitwa Horeb. Na Mungu akaambia Musa, command them. Listen, God told Moses, command the people to go and invest the land of it's actually called Kadesh Barnea. It was a land between Horeb. Actually, it was a land between Horeb and Kadesh. There was a land called the Hills of Amorites. Mungu akaambia Musa, ambia watu wangu, because I want them to reach to Canaan using the shortest route. Waambie wakiwa hapo Horeb, wapitie kwa milima ya Amorites, wafike Kabarnea Kadesh. Na watakapofika pale, watapigana vita na wenye nchi ile, na nitawapa ushindi. Na wakaambia Musa, tumekubali kitu ambacho Mungu amekuambia, lakini nataka ufanye hivi. Tutume watu 12 waende katika ile nchi as spies. Waangalie vizuri, alafu walete ripoti. Ndio tukienda tukue na stamina. So that as we go to that land, we know the land, we know the terrain, we know the people, we know their culture. It sounded a good idea. Yeah. By the way, in life, not every logical idea is spiritual.